Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Niko mbele zako mtu wa Mungu. Mimi ninaitwa Pastor na Apostle Vitalis Helman Sheshe. Nimekuja mbele zako. Jambo nataka natamani nijifunze mimi na wewe, nachokisikia ndani ya moyo wangu, msukumo wa ndani, nikufundishe kwa ambao unapitia mpagumu, unapita kwenye dhiki, unapita kwenye aibu, unapita kwenye kukataliwa, unapita kwenye kuchukiwa, na ukijichunguza kabisa si mtenda dhambi, umeokoka na unampenda Mungu na unamuishi Mungu, umefunga upati majibu. Naomba tu nikamshukuru Mungu kwa ajili yako. Baada ya hapo nitakwambia neno ambalo takutia moyo siku ya leo, kwa wale ambao wamebeba Mungu, ni mapito gani huwa anapitia na wakati wakipita nini wanakutana nacho. Baba mwema, katika jina la Yesu Kristo anayejalia hai, ninakushukuru kwa sababu ya muda huu ambao ninakuja mbele zako kwa ajili ya ujumbe huu. Naenda kufundisha wenzangu ambao mimi mwenyewe unanihusu na pia nimepita na ukanifundisha kwa habari ya mapito haya. Nami nawaambia wale ambao napita, ili wajitie moyo, watie nguvu na jinsi ya kuomba na watoke na kupita katika hilo pito, waweze kushinda vita vya imani na kuwa watu wengine. Maana ndani ya jaribu, ndani ya pito, ndani ya dhiki kuna ushindi, kuna heshima, kuna baraka, kuna kibali. Katika jina la Yesu Kristo Mungu hai. Baba, ninaachilia nguvu zako na uwezo wako juu yangu. Kuanzia sasa majira haya nikabidhi kipindi hiki mikononi mwako. Roho Mtakatifu, mwalimu mzuri, uniongoze vyema katika damu ya Yesu nikiomba na kushukuru. Amen. Nisikize mtu wa Mungu. Kama hivyo tanguza majina yangu, kuna ujumbe wa neno la leo. Nataka nikufundishe kwamba kuna aina tatu za ubatizo. Kuna ubatizo wa kibiblia. Nazungumzia ubatizo wa kibiblia, wale ambao sio wa kibiblia, ambao ni wanadamu walitengeneza. Nazungumzia ubatizo ulioandikwa kwenye Biblia. Leo nitazungumza kwa kifupi. Ubatizo wa kwanza ambao nataka unajua kila mtu anafahamu ni wa maji mengi. Ubatizo wa maji mengi. Kusoma kitabu cha Yohana, Yesu anaelezea, anazungumza na Nikodemo. Yohana Mtakatifu 3 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Lakini pia Yohana pia anaelezea habari hizi kwenye kitabu cha Mathayo 3 kwanza mstari ule wa 9. Anaelezea kwa habari ya batizo wa moto na Roho Mtakatifu. Lakini pia mstari kuanzia wa 13 unaonyesha habari ya Yesu anapobatizwa. Mstari wa Mathayo 3 mstari wa 13 mpaka 17 anapobatizwa mto Yordani. Kwa hiyo huo ni ubatizo wa maji. Ubatizo wa pili ni ubatizo wa moto. Ubatizo wa moto. Ubatizo wa moto na Roho Mtakatifu. Ndipo kwenye Mathayo 3 kuanzia mstari wa 9. Kwanza wa 8 pale vizuri kielezea, inaeleza vizuri. Kwa ni ubatizo wa moto na Roho Mtakatifu, ni ubatizo wa pili. Kuna ubatizo ambao mara nyingi haufundishwi makanisani. Ni ubatizo unaitwa ubatizo wa dhiki. Ubatizo wa dhiki. Kama watu walitoka Misri wenzetu kwenda Kanaani, walipita jangwani. Leo bado hata sisi tuliokuwa kuna jangwani, kuna wakati tunapita jangwani bila watu kujua kwamba ni jangwani. Jangwani si mahali pazuri, ni mahali penye dhiki, penye mateso, penye ukame, panakosa chakula, panakosa maji. Kuna wakati mwingine Mungu amenyamaza, hata ukimuita amenyamaza, haitiki, hajibu, hatokea hata ukifunga. Hilo ni jangwa la aina yake la kisasa katika Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninachozungumza ni nini? Kuna watu wamepita kwenye huu batizo, wengi wameacha imani, wachungaji, mitume, wainjilisti, walimu na wachungaji, wengine wazee wa kanisa, mashemasi, wengine na huduma mbalimbali, waimbaji, walipita kwenye hivi vitu kwenye huu batizo pasipo kufundishwa, walifeli. Kwa maana wengine waliacha imani, wengine waliacha wokovu. Yaani kutie moyo hata leo unayepita. Najua unapita, marafiki wamekuacha, ndugu wamekuacha, wapendwa wamekuacha, mchungaji hakukumbuki, au kama ni mchungaji wa shirika hawakukumbuki. Nataka nikukumbushe, maana mimi nimeishi kwenye hii neema, kwenye hili eneo mara nyingi sana, na Mungu alinifundisha mafundisho haya na pia yakanisaidia kupita mpaka tunasonga mbele, na tunapopita huwa tunajazwa mafuta mapya katika huu batizo. Bwana asifiwe sana. Nataka nikufundishe neno jioni ya leo au mchana wa leo likutie nguvu kusonga mbele kwa upya. Haleluya. Maana yangu ni nini? Moja kwa moja naomba nikasome andiko hili. Andiko hili, kama unaandika unapenda kujifunza vitu, unapenda kujifunza, angalia Luka Mtakatifu, kitabu cha Luka Mtakatifu 12 ule mstari wa 50. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.